Bwana asifiwe. Praise the Lord. Na ndio kwa kifupi nataka tuingie katika neno la Mungu, maana umefika wakati tulipokuwa tunaanzisha. Na maana nilikuwa na wakaribisha wa dada, nikakaribisha wale ambao wanaingia, nipoza kwanza nikakoma. Bwana asifiwe sana. Now, ningelipenda tuingie katika neno la Mungu katika kitabu cha Zaburi. Zaburi 23. Na sina Biblia ya Kiswahili. Leo sikubeba Biblia ya Kiswahili mchungaji. But we are going to read this one in English. Na Zaburi, that is Psalms 23, starting from verse 1 to verse 6. It says, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of the righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will not fear no evil. I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of mine enemies. Yea, you anoint my head with oil, my cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Praise be to God. Father, in the name of Jesus Christ, tunaomba Mungu Baba siku hii ya leo ambayo tunasherehekea wamama. Mungu Baba, tunaja mbele zako tukiomba upate kutunenea na kutupatia ujumbe ambao Mungu Baba wewe uko nao kwetu siku hii ya leo. Bwana, nakaribisha na tena nabarikisha kila mmoja ambaye amefika, kila mmoja ambaye anayetusikiza hata katika mtandao. Mungu Baba, ukatubarikie na kutunenea katika neno lako, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye mwombezi wetu tumeomba. Amen. Praise the Lord. Amen. I know the book of Psalm ni sura ambayo ina mistari 6 tu. Just 6 verses. And somebody counted even the words. And it has 118 words. That is how it is. And this chapter has met the needs of so many people. Hili ama neno hili ama sura hii imekutana na taabu za watu wengi, na dipoza ukienda kila mahali hili neno ama hili sura linasomwa na hii sura ama neno hili katika Zaburi 23 imeingia katika rubu nyingi huko mahospitalini. Maana wengi wale ambao wanaenda kuona wagonjwa wanasoma neno hili, na dipoza nataka tuangalie neno hili na tuweze kulifikiria hata nasi siku hii ya leo. Neno hili si tu wakati wa taabu, lakini neno hili linatufaidi hata wakati wote. Bwana asifiwe sana. Na dipoza neno linasema kwamba Jehova ni mchungaji wangu. Jehova ni mchungaji wangu. Bwana ni mchungaji mwema. Kwa Kikalenjini, Jehova Mr. Nemie. Praise be to God. Kwa hivyo hili ni neno ambalo linazungumzia kila watu. Na sasa ningelipenda tupate kuangalia
Hebu tuangalie mstari wa kwanza ambao unasema the Lord is my shepherd, ama Bwana ni mchungaji mwema. Daudi yeye alikuwa ni mchungaji, na hapa sasa yeye anajionyesha yeye amejishika kama yeye mwenyewe ni kondoo. Bwana asifiwe sana. Amen. Na dipoza anasema kwamba Jehova ni mchungaji wangu. Bwana asifiwe sana. Amen. Hata nasi Biblia inasema kwamba sisi ni kondoo wake Mwenyezi Mungu, na siku hii ya leo kama Daudi tunaweza kusema kwamba Jehova ni mchungaji wangu. Na kama kondoo ambazo zimepotea, mara nyingi Biblia inasema katika kitabu cha Isaya 53 mstari wa 6 inasema ya kwamba kama kondoo ambao wamepotea, tumepotea jangwani, ama tumepotea misituni. Yesu alipotazama katika Mathayo 9 mstari wa 36, Yesu alitazama watu akaona wao ni kama kondoo ambao hawana mchungaji. Bwana asifiwe sana. Amen. Na huyu mchungaji ambaye ni mkuu, ambaye ni Yesu Kristo, yeye akatazama akaona. Nao katika Biblia inatufundisha kwamba yeye Yesu Kristo ni mchungaji mwema, ndiye ambaye anayetujali wakati wote. He cares for us, anatujali mambo yote. Bwana asifiwe sana. Now, hebu tuangalie tuone, je, katika Agano la Jipya linasema nini kuhusu huyu mchungaji? Biblia inasema katika Yohana 10 mstari wa 11 inasema kwamba he is a good shepherd who died for us. Yeye ni mchungaji mwema ambaye alikufa kwa ajili yetu. Bwana asifiwe sana. Mchungaji mwema ambaye alikufa kwa ajili yetu, alikufa kwa ajili yako, alijitoa kwa ajili yako. Mchungaji mwema hutoa hata uhai wake na ili apate kulinda hata kondoo, na hivyo ndivyo Yesu Kristo alivyofanya. Mahali pengine inasema ya kwamba yeye ni mchungaji mkuu ambaye hebu niseme kwa Kiingereza, he is the great shepherd who is risen for us. Hivyo ndivyo Biblia inasema katika kitabu cha Waibrania 13 mstari wake wa 20 ya kwamba yeye ni mchungaji mkuu ambaye alipaa kwa ajili yetu. Bwana asifiwe sana. Maana yeye ndiye mchungaji mkuu ambaye anakuja tena kutuchukua. Bwana asifiwe sana. Maana Biblia inasema alisema ya kwamba yeye anaenda kutuandalia mahali. Yeye ni mchungaji mkuu ambaye anajali kondoo zake, na anatujali siku hii ya leo. Na wamama, nataka kuambia kwamba huyu mchungaji mwema anakujali. Huyu mchungaji mwema anajali mahitaji yako. Huyu mchungaji mwema alipaa kwa ajili yako. Huyu mchungaji mwema anakutana na mahitaji yako yote. Bwana asifiwe sana. Maana yeye anakupenda. Yeye ndiye Bwana. He is the Lord Jesus Christ, our shepherd. Yeye ni Yesu Kristo ambaye ni mchungaji wetu, na yeye anatulinda kila wakati. Ndiposa hata wakati huu ambao tunashangilia, hata wamama, siku hii ya wamama, duniani kote watu wanashangilia siku hii ya wamama. Kwa hivyo tujue kwamba yeye ni mchungaji mwema ambaye anayetupenda. Katika mstari wa 1 mpaka 5 Biblia inatuonyesha kwamba yeye ndiye ambaye he provides for the sheep. Yeye anakutana na mahitaji yetu yote. Ndiposa hapa Daudi anasema Jehova ni mchungaji mwema, mimi sitapungukiwa. I shall not want. Sitapungukiwa. Tukifikiria juu ya statement hiyo ya kwamba sitapungukiwa, hapo hakusema ya kwamba sitapungukiwa na nguo, sitapungukiwa na chakula, sitapungukiwa na jambo lolote, lakini statement hiyo iliwachwa ikiwa wazi. It is an open statement. Ilikuwa wazi,
maana kama angelisema sitapungukiwa na pesa, hiyo ndio full stop, pesa tu. Lakini hapa alikuwa anasema mambo yote, hatutapungukiwa na mambo yote. Ni jambo gani ambalo uko nalo siku hii ya leo? Na Daudi anasema Jehova ni mchungaji mwema, sitapungukiwa. Bwana asifiwe sana. Ili uweze kuweka jambo lile ambalo unahitaji kwa hiyo sentence, uweke sitapungukiwa na hata amani, sitapungukiwa na hata chakula, sitapungukiwa na pesa, sitapungukiwa na hata furaha. Kwa hivyo aliwacha hiyo statement ikiwa wazi. Bwana asifiwe sana. Sitapungukiwa, I shall not want. Maana Mungu ndiye ambaye anayetosha. God is enough. Mungu ndiye ambaye anayetosha. Not just I do not want, but I shall not want. Sitapungukiwa. Ama kwa njia ingine niweze kutofasiri kwa njia ingine ni ya kwamba sitakuwa na mahitaji yoyote ambayo nitahitaji, maana mchungaji mwema anakutana na mahitaji yangu yote. Biblia inaendelea kusema kwamba kwa Kiingereza inasema he makes me lie down in green pastures. Yes. Ananilaza kwenye majani ya kijani kibichi. Bwana asifiwe sana. Hebu fikiria, labda umeenda katika mashamba mengi. Juzi tulienda kutembea mahali kuna maua. Mahali kulikuwa ni mahali ambapo ni maridadi. Unaona maua mazuri, maua ambayo yana rangi nyingi, hata unajiuliza kwamba huyu Mungu ambaye ameumba hii maua. Katika mchanga ule kulikuwa na maua ya rangi ya nyekundu, maua ya rangi ya blue, maua ya rangi ya yellow. Katika mchanga huo, nani ambaye anapanga mambo haya? Mungu ni Mungu wa ajabu, na huyu Mungu ndiye ambaye anakutana na mahitaji yetu yote. Biblia inaendelea kusema kwamba anatuongoza katika maji ya utulivu. Bwana asifiwe sana. Anakuongoza katika maji ya utulivu. Maji ya utulivu yanatueleza ni mahali ambapo kuna amani. It speaks of peace and comfort. Amani na tena faraja. Ni kuonyesha kwamba huyu mchungaji mwema anatujali. Anajali hata maisha yetu. Anajali hata vile ambavyo tunavyofikiria. Anajali amani yetu. Yeye anakujali siku hii ya leo. Je, wewe ukoje siku hii ya leo? Una amani ndani yako? Unataka faraja, unahitaji faraja siku hii ya leo? Na sisi ni watu, na kila watu wanahitaji hata faraja. I believe kila mmoja wetu anataka kufarijiwa na Mungu Baba. Kwa hivyo hapa Biblia inasema kwamba Jehova ni mchungaji mwema, na yeye hutulaza kwenye majani mabichi na kutuelekeza kwenye maji ya utulivu. Maji tena hapo inasema habari ya Roho Mtakatifu. Inatukumbusha habari ya Roho Mtakatifu, maana Roho Mtakatifu ndiye ambaye analeta faraja ndani yetu. Bwana asifiwe sana. Na tena Biblia inasema kwamba he restores my soul. Yeye ndiye ambaye anarekebisha hata roho zetu. Wakati wewe unasikia kwamba umepungukiwa na mambo mengi, wakati unasikia kwamba roho yako iko chini kabisa, yeye ndiye ambaye analeta faraja, na yeye ndiye ambaye anakurestolea amani ndani yako, anarestore hata uhakika wa imani yako. Bwana asifiwe sana. Amen. Na Biblia inaendelea kusema kwamba anatuongoza. He leads me in the paths of righteousness. Anatuongoza katika njia za utakatifu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa sababu yeye ni Mungu mtakatifu. Yeye hutuongoza kwa njia ya utakatifu.
Na siku hii ya leo tunatazamua Mungu atuongoze katika barabara za utakatifu. Bwana asifiwe sana. Maana neno ambalo tukalosikia siku hii ya leo, ama neno ambalo tunalolisikia, ndilo linatakasa roho zetu. Maana neno la Mungu ni kama sabuni ya kutusafisha. Tunaposikia neno la Mungu linatusafisha hata mawazo yetu, linasafisha hata mawazo yetu, linasafisha kila aina ya mafikira ambayo tuko nayo, hata tambo ambazo tuko nazo. Na anafanya hivyo for his name's sake. Bwana asifiwe sana. Mungu hafanyi hivyo kwa ajili ya kufurahisha watu tu, ni kwa ajili ya utukufu wake. It is all for the glory of God. Praise be to God. Amen. Na ndipo anaendelea kusema kwamba hata nitakapopitia kwenye bonde ya uvuli wa mauti, the valley of the shadow of death, sitahitaji hata kuogopa jambo lolote. Siku hizi za leo, ama siku hizi ambazo tuishivyo, kunazo hata news nyingi ambazo tunasikia, mpaka unaweza kujiuliza ya kwamba, je, ni wapi sasa kuna amani? Hata nikienda kutembea hivyo unasikia hakuna amani, ama unaogopa hata kutembea namna hiyo kwa ajili ya news ama news ambazo tunazosikia kila wakati. Unasikia unaenda barabarani, labda kuna mikora ambao wanakungojea. Unaenda unasikia kwamba unaogopa mambo mengi. Lakini huyu mchungaji mwema, Biblia inasema kwamba anatuongoza kwenye bonde hata tukipitia katika bonde la uvuli wa mauti, hatuhitaji hata kuogopa jambo lolote, maana yeye yu pamoja nasi. Bwana asifiwe sana. Hata neno inasema ya kwamba no need to fear because he goes with us. Yeye yuko pamoja nawe kila wakati. Kwa hivyo haikupasi uogope dada yangu. Haikupasi kuogopa hata kamwe hata kidogo. Hupasi kuogopa jambo lolote, maana yeye ako pamoja na wewe. Mambo ni mengi ambayo yanaogofya kila mtu. Watu wanaogopa mambo mengi siku hizi za leo, lakini usikaogope, maana neno linasema kwamba hata utakapopita kwenye hata bonde la uvuli wa mauti, haupasi hata kuogopa. Unaona neno lile ambalo linatumika kwa Kiswahili hapo, uvuli, the shadow, uvuli. Inaonekana shadow saa hii, nilikuwa naangalia kama nina shadow nyuma yangu. Ukiona kivuli, niko na shadow hapa. This shadow is not real. Kwa hivyo sipasi kuogopa kivuli chako, maana that is not very real. Na kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba haupasi ukaogope hata kidogo. Ili niende nikibaliza, Biblia inaendelea kusema kwamba yeye anatutayarishia meza. He prepares a table. He prepares a table before us. Anatutengenezea karamu, anatutengenezea banquet, na anatutengenezea hii karamu sio peke yako, bali anatengeneza ama anaandaa hii karamu katika machoni maadui zako. Kwa hivyo Bwana anapokubarikia, Bwana akubarikie kwenye siri. Watu wote wanaangalia, hata siku hiyo wanaangalia, wanaona wewe umebarikiwa. Adui wako ama your enemy hafurahishwi na wewe, lakini that is what God does. Mungu anafanya hivyo. Hebu fikiria nyumbani, wakati wewe unapopika chakula ama unapochoma nyama choma. Ukichoma nyama uziwekee kwa meza na mbwa wako pale. Mbwa wanatazama. Unakula nyama zako, bali anatazama. Na hivyo ndivyo Mungu anafanya ili apate kuaibisha hata adui wetu Shetani. Anasema karamu nimeandalia kwa watu wangu, na wewe Shetani hutagusa hata kitu.
Kama vile ambavyo Mungu mbwa anakuangalia unapomeza, unapokula, lakini yeye ameketi wapi? Pale. Lakini mara nyingi tunasema kwamba kama singelikuwa ni so and so, ama kama jambo hili haligelitendeka, mimi ningelikuwa hivi na hivi. Hapana. Shetani, Mungu anakubarikia shetani akiangalia, adui zako akiangalia. Adui zako hawatazuia Mungu apate kukubarikia, maana hivyo ndivyo Biblia inasema kwamba yeye huandaa meza machoni maadui zetu. Bwana asifiwe sana. Na kikombe chako kinatiririka, kinajaa upako. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu ataendelea hata akitupaka na upako wake, Mungu Baba. Bwana asifiwe sana. Na tena jambo la mwisho ambalo mimi nataka kusema ni hili, ni ya kwamba he preparing for eternity. Verse 6 ambayo inasema ya kwamba I shall dwell in the house of the Lord forever. Bwana asifiwe sana. Kwa ajili mchungaji mwema ndiye ambaye anayetujali, anafikiria hata maisha yetu ya hapo ya baadaye. Na ndiposa hapa Daudi akasema kwamba I shall dwell in the house of the Lord forever. Na ameanza na kusema kwamba surely goodness and mercy shall, wema na fadhili zitafanya nini? Zitanifuata. Bwana asifiwe sana. Wema na fadhili ni ndugu na dada, zinaenda pamoja. Ndugu wema na fadhili yanafuatana na yeye, wanakufuata mpaka wanakuovertake. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo siku hii ya leo, wema na fadhili zitafuatana na wewe na hata zitakuovertake. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na kwa ajili mchungaji mwema anakujali. Bwana asifiwe sana. Na Biblia inaendelea kusema ya kwamba I shall dwell in the house of the Lord forever. Kwa hivyo inaonekana ya kwamba hata tukiendelea chini ya mchungaji mwema, kunao mambo mazuri ambayo yanakuja. Kunao mambo mazuri ametuandalia. Bwana asifiwe sana. The best is yet to come. What about forever? Maana hivyo ndivyo Mungu anafanya, ya kwamba yeye anatuandalia mambo mema, maana anafikiria maisha yetu ya hapo baadaye. Bwana asifiwe sana. Anakufikiria pale unaenda. Na ndiposa Daudi akasema akasema ya kwamba I shall dwell in the house of the Lord forever. Maana alikuwa anatazamia hapo ndipo ambapo angelitaka kuishi, maana anataka kuishi chini ya mchungaji mwema. Kwa hivyo ndugu na dada yangu, asubuhi ya leo I would like to encourage you that the Lord is a good shepherd. We have a good shepherd, Jesus Christ. Tunaye mchungaji mwema, Yesu Kristo, ambaye alitoa hata maisha yake, atakatoa uhai wake kwa ajili yako, ili wewe upate mambo yote mazuri. Yeye anajali ni nini ambacho unakula kila siku. Anajali hata afya yako, anajali hata amani yako, anajali roho yako, na anajali maisha yako ya baadaye. Bwana asifiwe sana. Kwa ajili yeye ni mchungaji mwema, na hivyo ndivyo ambavyo mchungaji hufanya. Yeye anajali hata kondoo zake, anajali kondoo zake afya zao ziko namna gani. Nakumbuka wakati wa zamani baba yangu alikuwa na kondoo wengi sana, na hawa kondoo kila wakati baba yangu alikuwa anaziangalia. Wakati mvua ikinyesha, ilikuwa ni wakati hata kondoo walikuwa na ugonjwa wa makwato yao, na baba angelienda na anatengeneza, anakata hata makwato, akikata makwato na anaweka hata dawa ili kondoo ziweze kutembea vizuri zikielekea marishoni. Na hivyo ndivyo hata mchungaji mwema anafanya. Anajali kondoo zake, anajali kama zina kupe, anatujali. Kwa hivyo yeye anajali hata kila mahitaji yako. Bwana asifiwe sana. Na yeye ndiye tena mchungaji mwema anatukata nini? Manyoya. Maana kondoo manyoya tukiachilia manyoya hayo yatafunika hata macho yetu, hatutaweza kuona ni mahali gani. Yeye ni mchungaji mwema, anakuja anakata
anatunyua manyoya hiyo ili tuweze kukaa na afya nzuri. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo siku hii ya leo ama asubuhi hii ya leo, ningelitaka kukuhimiza ya kwamba wewe uchukue huyu mchungaji mwema wa Daudi, umfanye kuwa ni mchungaji wako siku hii ya leo. Uchukue huyu mchungaji mwema awe mchungaji wako, na huyu mchungaji mwema wa Daudi, yeye atakutana na wewe mahali ulipo, maana yeye anakujali na yeye atakupatia hata uzima wa milele. Na ndiposa Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu alimtoa mwanawe wa pekee Yesu Kristo, ili yeyote amwaminie asipotee, bali awe na nini? Kwa hivyo huyu mchungaji mwema wa Daudi siku hii ya leo anataka umpokee, umuingize ndani ya roho yako, katika maisha yako, na yeye atakujali. Bwana asifiwe sana. Yeye atakubarikia na yeye atakutana na mahitaji yako yote. Bwana asifiwe sana.